akapasha habari ya kwamba, lakini mtu mmoja akaja kwa wale wenye wakajua kwamba gereza walifanya hiyo kazi, wakamaliza vizuri, wakafunga nyumba yako vizuri, wakafunga miradi yako vizuri, wakafunga watoto vizuri, wakafanya biashara yako karudi mjini vizuri. Lakini mmoja wao akatoka akasema nini? Watu wale mliowaweka gerezani, wale tuliofanya jana tukaweka gerezani, wako ndani ya hekalu. Amen. Pastor, so inahubiri injili. Wow. Hey. Wako nje wanahubiri nini? Injili. Tata ninakuhakikishia hutakaa ndani ya gereza tena. Hutakaa ndani ya gereza tena. Nyumba yako haitafungwa tena. Baba yako hazitafungwa tena. Amina. Kanisa sema nini? Amen. Yesu anakupigania vita kuanzia leo. Ninaona akipigania Yusufu mpaka pete inaingia kwa mkono. Sema amen. Gereza inafunguka tu polepole. Inafunguka tu polepole. Anabadilika, ako State House. Tena amekuwa waziri mkuu. Hii ni jambo, sijui kama injili imesaidia mtu mahali. Sema amen. Amen. Nisome kitabu cha Zaburi. Inasema nini? Naende wangu kuanzia 12. Kuanzia mstari wa 10. Psalms. Tata ukikaa ndani ya gereza, shida inaweza kuwa ni wewe. Ndio na sababu nakwambia kwamba hata mimi mpaka nichunguze. Ni mimi ninachekanisha ndani ya gereza, sababu tayari Yesu amefungua. Haitakani. Wacha miungu yao iwe pale, lakini haina wewe, haina jina lako, haina picha yako, haina maisha yako, haina afya yako, haina baraka zako, haina pesa zako. Watangojea, watachoka. Kitabu cha Zaburi 12, Zaburi 91 mstari wa 12 mpaka 13. Mikononi mwao watakuchukua, ya kwamba Yesu atafanya mikononi mwao. Malaika wako tayari, wakati wanateka mbele hata kuchukua. Ndugu yangu, utachukuliwa. Wakiweka hapa unapepeshwa, wakiweka pale Yesu anakupepa. Yesu anakupepa. Wakisema na wewe. Kasema nini? Amen. Wakiweka pale miungu yao, ndugu yangu, wanakubebesha. Wakiweka huku ndio university anabadilika, ameruka mambo yao, university amefanya nini? Amepatikana. Amen. Ndugu, ulikuwa umemaliza injili. Yes. Mimi naongeza tu plasta na simiti. Sema amen. Amen. Tata na ndugu, tunashushika sababu hatuna imani. Na tujue kwamba tuko ndani ya mikono Yesu anayetupigania. Hii damu imefanya kazi. Damu ya mwana kondoo imefanya kazi kubwa sana. Inasema nini? Endelea kidogo na mstari. Mikononi mwao watakuchukua. Mikononi mwa Yesu atakuchukua. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Hautajikwaa mguu wako katika jiwe lenye umeweka mbele. Hey, sema Yesu tekua jiwe. Tekua jiwe. Ondoa jiwe katika maisha yako. Ondoa jiwe lenye uliweka ndani ya maisha. Jiwe la magonjwa ondoa. Jiwe la mapepo ondoa. Jiwe la umaskini ondoa. Jiwe la maisha ya chini ondoa. Jiwe la umaskini ondoa. Chika jina la Yesu. Kuza injili kidogo tauti. 13. Utawakanyaga simba na nyoka. Umepaki wewe wakanyaga wachawi na wakanga walioweka mawe mbele, wewe umepinda. Unda miguu vizuri. Kama saizi yako ni saizi 6, nunua saizi 10 ndio kiasi. Amina. Utawakanyaga simba. Tumefika wakati hao wachawi wa mapepo wa Mombasa tuwakanyake. Katika jina la Yesu Kristo. Hawana mamlaka juu yetu.
hawana mimila tena. Wacha Yesu akachome vyote, madhabahu yao ikaanguke, madhabahu ya baharini ikaharibike, milango ya wachawi na wakanga ikachomeke, sababu tumepewa nguvu siku ya leo ya kwamba tutakanyaga simba na nyoka. Kaza sema mimi. Endelea kidogo. Mwana simba na nyoka. Hata mwana simba na nyoka utawaseta kwa miguu. Kwanza ambia wachawi wako hatarini. Ambia wanaoenda baharini ya kwamba siku zao ziko motoni. Sababu tutawaseta chini ya miguu. Tutawaseta chini ya miguu. Tutawaseta chini ya miguu zetu. Haleluya. Ninaona Illuminati imeisha. Makanisa Illuminati imeisha. Wakanga wote wameisha. Kazi zao tumechomeka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ninaona tukienda vizuri. Twende wana Sabina, twende wana Sabina, twende wana Sabina, twende wana Sabina, wana Sabina, twende. Yesu kwa upande wetu, aliye mtetezi wetu, anatutetea katika kila njia. Amen. Semeni amen. Nisomee kitabu cha Ufunuo 2:8. Sisi tu washindi, Bwana tunaokopa. Hata tukibaki wawili, hata tukibaki watatu. Semeni amen. Amen. Tutashinda. Yes. Ninaona mtu wa Yeriko ukianguka, haukuanguka sababu ya vita, hapana, sababu ya nyimbo. Semeni amen. Wana wa Israeli hawakupigana vita. Waliambiwa wasunguke mara 7 mji huo, na mji huo ufanye nini? Ukuta uporomoke. Tumepewa nguvu kuzunguka tu, na mji huo unaenda. Waliokuja wanaporomoka, misingi za shetani zinaporomoka. Amen. Kwa nini tunaokopa? Kanisa sema mimi. Huenda tumebakisha kitu ndani mwetu kinachofanya hatuendi na Yesu. Hiyo ndio hali tunasema kwamba sisi wenyewe pia tujichunguze. Ukiona mambo yako haiendi vizuri, sema amen. Huenda mambo ya agani iko ndani mwako. Inaweza kuwa uko na kinyako. Agana alifanya mji wa Ai uliokuwa mtoko. Sema amen. Ukasumbua nchi ya Israeli. Ukasumbua mashujaa wa Mungu. Sema amen. Sababu Akani alikuwa ndani. Ondoa Akani ndani mwako. Ondoa vinyako. Ondoa vyote vyenye umeficha. Ondoa. Nisome mstari. Ufunuo Yohana 2:8. Na kwa malaika wa kanisa liliko Simina andika. Sema Eldoret. Haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Yesu aliye wa kwanza tena wa mwisho. Alfa na Omega. Nena nini? Aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Yesu Kristo. Na ijua dhiki yako na umaskini wako. Kwamba sio usiangalie umaskini, usiangalie yale unapitia, usiangalie hayo, sababu Yesu anajua, na anajua atafungua mlango gani akuweke mahali anataka. Anajua dhiki yenye unapitia, anajua unapigwa vita sababu ya Injili. Amen. Endelea kidogo piga. Endelea. Lakini utajiri. Lakini wewe wewe unajiona kuwa maskini. Lakini Yesu akiangalia anaona utajiri. Anaona huyu Mama Nora ni tajiri. Lakini Mama Nora akitembea
Semeni amen. Amen. Anaona anajiona umaskini. Hey, ambia hiyo roho yenye nakushusha chini, ondoka kwangu. Mimi ni tajiri ndani mwa Yesu. Mimi nimevalishwa pete. Mimi sio mfungwa tena. Amen. Yesu anakuona kuwa tajiri. Yesu anakuona amekuinua, lakini wewe unajiona uko chini. Hapana. Endelea Yohana. Najua na matukano ya hao wasemayo ya kuwa ni Wayahudi. Ninajua wanayosema juu yako ya kwamba hao watu ni waokovu, lakini ukiangalia ndani hao watu sio. Wanakunenea mambo isio, wanakushusha chini ya kwamba uwezi. Unaenda kanisa gani? Unaenda wapi? Lakini wewe unajua kile unatafuta na unajua kile utapata. Semeni amen. Usishushike kwa ajili ya matukano yao. Hao watu sio Wayahudi, hao watu sio Wakristo, hao watu sio wa kiroho. Hapana, wanataka urudi sehemu yao, wanataka tu kutoka kwa barabara, lakini hao watu sio wokovu. Amen. Endelea kidogo. Nao sio bali ni sinagogi la Shetani. Hao watu ni wa mashetani. Wanataka tu urudi nyuma, uachane na Yesu, uachane na damu ya ushindi, utoke ndani ya himaya ya Yesu. Hao watu ni wa masinagogi ya Shetani. Waambia washindwe jina la Yesu. Kaza na Mungu semeni. Amen. Waambia tena washindwe kwa jina la Yesu. Tata vina mstari wa 11 na pia Mungu 11 inasema 11, yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yesu anasema ya kwamba walio na masikio wasikie hili neno, ya kwamba hao watu wanaokunenea, hao watu wanaopotosha injili ya Mungu, hao watu sio wa Mungu. Angalia Yesu. Amen. Angalia Yesu. Amen. Kuna mwili wake na ukunywa damu yake. Amen. Wewe ni mshindi, ni sababu umewashinda. Amen. Wewe ni tajiri. Haleluya. Nisomee 3 mstari wa 8. Ufunuo Yohana 3 mstari wa 8. Na yajua matendo yako. Anajua matendo yako dada. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Tazama amekupa tayari mlango uliofunguliwa mbele yako. Amen. Kwa nini unatembea ukisononeka, mawazo yanakumaliza? Amekupa mbele yako mlango uliofunguliwa. Amen. Watumishi wa Mungu waliwekwa ndani, wakafunga mlango vizuri, lakini walipokuja asubuhi hawakupata ndani. Semeni walikuta walinzi wamesimama mbele, wako kazi yao, mlango umefungwa kwa kufuli liko sawa, lakini walipofungua hakuna mtu ndani. Semeni amen. Yesu anajua yale wananena juu yako, lakini hawajui ya kwamba tayari hauko ndani. Uko wapi? Uko nje. Hawajui ya kwamba baraka zako zimefunguliwa. Uko na baraka zako. Hawajui. Endelea kidogo. Ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Hukulikana hili neno, hukupotoka katika mwelekeo wa Mungu. Amen. Alafu ikaendelea namna gani? Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Hao watu utawatawala, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio. Hao watu utawatawala, bali wasema uongo, wakakurudisha chini. Hao watu unaenda kuinua. Yesu amekuinua, utawatawala. Watakuachilia miguu zako. Semeni amen. Usiangalie. Kanisa la Mungu tuseme amen. Umefika mstari gani? Mstari wa 9. Fika 12. Tazama nitawafanya waje kusujudi mbele ya miguu. Watu watakupigia magoti na kujua ya kuwa nimekuwa. Watawadia kudharau, wakaona kwamba labda watakupigia
ukifika hao watu wanakuja, watakusujudia mbele yako, watapiga magoti chini. Basi sio ndio wanakuja kutoka na viole. Wanakuja. Watapiga magoti wakisema hapana, tulikosea, tulinena, tukanena matukano juu yako, tukanena ya kwamba labda huwezi, na tukafunga milango ya kwamba haitafunguka, lakini tunaona uko mbali, sababu milango zako zimefunguka na baraka zako ziko juu yako. Amen. Amen. Endelea kidogo. 10. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, sababu unasubira kungojea baraka za Bwana, mimi nami nitakulinda. Yeye atakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa, hautaharibiwa, iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Hautaharibiwa, bali wachawi na wakanga wote na devil worshipers na Illuminati na wanaenda kwa miungu wataharibiwa. Hey! Waambie ni wakati wa hatari. Waambie ni wakati wa hatari. Waambie kwamba Yesu anakuja kuharibu wale walio wanaotumikia masanamu, wale waliokejeli neno la Bwana wataharibiwa, watapomolewa. Lakini wewe mtumishi wa Mungu uliyeshika neno la uponyaji, neno lililo na uhai, hey, wewe utakuwa hai, wewe utapanuka, wewe utawanda. Yesu ako tayari amekushika mkono, utainuliwa, nyumba yako itainuliwa, mipango na miradi itainuliwa. Kanisa la Mungu tuseme amen. Malizia mstari moja 7:15. Hapo tuna ufunuo. Nimemaliza injili. Ni mambo mazuri sana. 7:15 13 mpaka 17. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Ninaona yule tuliyekejeli Pastor Tony, Pastor Zoida, lakini mavazi yao inatisha, ni mavazi meupe. Na wametoka wapi? Na wanatoka wapi? Waambia wanatoka katika mji wa Eldoret, Sayoni City. Amen. Semeni amen. Amen. Sayoni City, mji wa Mungu. Hawajatoka mahali pengine, ni hapa Eldoret, Sayoni City. Yes. Mji wa nini? Wa Mungu. Village of God. Waambia hivyo. Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Wewe ndio unajua hao watu mahali wanatoka. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu. Hao ndio waliovumilia kwa matukano. Hao ndio waliovumilia kwa kejeli za wanawakanga. Hao ndio waliotekwa. Lakini mitego ilitekuka. Uchawi uliharibika. Majini ilichomeka. Mila za baharini ziliharibika. Miungu yao ilichomeka. Nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Nao wamefua mavazi yao kwa damu. Kwa damu ya mwana kondoo wamefua mavazi yao. Ni wasafi. Hawa ni wa Mungu. Hawa wamechagua ufalme, wanaenda ndani ya ufalme. Amen. Kanisa tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Fika mstari wa 17. 15. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Wanasimama mbele ya Yesu. Nao wanamtumikia mchana na usiku. Watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Katika hekalu la Mungu. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Naye aliyekaa katika kiti cha enzi ameweka tu neema juu yao. Neema iwe juu yenu. Neema ya upendo. Neema ya kuendolewa. Neema ya kubarikiwa. Neema ina mbalimbali. Neema ya biashara. Neema ya maisha. Neema ya afya iwe juu yenu. Nimewabariki.